Kitabu cha Marko sura ya 4 na sura ya 5 kimeeleza juu ya safari ya Yesu kwenda kwenye nchi iliyoitwa Gerasa ama nchi ya Wagerasi, miongoni mwa maeneo yaliyokuwa mashariki mwa bahari ya Galilaya. Kwa sasa yapo katika nchi ya Jordan. Hii ilikuwa ni safari ya Yesu kwenda kufanya umishonari katika eneo lile, na ni miongoni mwa safari iliyokuwa ngumu na hatari ambayo Yesu alifanya katika maisha yake. Hii ni kutokana na ugumu alioipata akiwa katika safari. Akiwa katika safari, chombo chao kilinusurika kuzama katika maji. Walinusurika kufa katika maji. Lakini mara baada ya kufika katika eneo lile, walikutana na upinzani mkali sana kutoka kwa wananchi wa eneo lile. Na kimsingi wananchi wa eneo lile hawakufurahishwa na ujio wake, so wakamfukuza. Lakini yote kwa yote, msafara kutoka Galilaya mpaka Gerasa ulifanikiwa kufika, ulitoa ng'ambo na akafika katika eneo lile. Na mara tu baada ya kufika katika eneo lile, alikutana na mtu mmoja aliyekuwa mwenda wazimu. Huyu ndiye mtu anayetaka hasa tumzungumzie katika story hapa. Huyu mtu alikuwa mwenda wazimu, alikuwa ni mkali, alikuwa na ukichaa kiasi kwamba lile eneo wakazi walikuwa wanaishi bila amani, na inasemwa kwamba walikuwa hata kupita katika ile njia ambayo Yesu alimepita, wakazi wa eneo lile walikuwa hawapiti, na kama wanapita basi wanapita kwa mashaka, kwa maana alikuwa anawapiga. Na walijaribu njia nyingi sana za kumdhibiti, lakini walishindwa kumdhibiti. Alikuwa na nguvu na alikuwa hawezekani kabisa kudhibitiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari sana kupita katika ile njia ambayo Yesu anapita. Yesu alipita katika njia hiyo hiyo ambayo yule mwenda wazimu alikuwa anakaa, na walikutana, na mara walipokutana Yesu alimponya, alimuokoa katika uenda wazimu wake, alimtoa ile mapepo na akawa mzima. Lakini cha ajabu ni kwamba wakazi wa eneo lile waliposikia taarifa ya kuponywa kwa yule mtu na taarifa ya ujio wa Yesu, waliingiwa na taharuki kubwa. Yaani kwa kifupi ni kwamba taarifa hizi hazikuwa njema masikioni mwao. Hiki ni kitu kinashangaza sana, kwa sababu taarifa ambayo walipaswa kuwa njema walikuwa wanashindwa hata kupita kufanya shughuli zao kwa uhuru. Sasa yule mtu amekuwa mzima. Sasa taarifa ilipaswa kuwa mpokelewa kwa uzuri, ni taarifa ambayo wao walipokelewa kwa ubaya, na tena walimfukuza kabisa Yesu asiendelee kukaa katika yale maeneo yao. Nadhani lile eneo lilikuwa na matatizo mengi sana ambayo kama Yesu angekaa kwa muda mrefu tungeweza kuona visa vingi sana vikiandikwa katika Biblia. Lakini yote kwa yote Yesu alifukuzwa. Nadhani pengine labda hata huyu mtu alikuwa amelogwa na hao wakazi. Unajua, unaweza ukawa unapata matatizo alafu watu wanaokuzunguka, watu ambao wanapaswa kusaidia, kumbe ndo hao ambao wamekusababisha matatizo. Kwa hiyo hata siku ya wewe kutoka katika matatizo, unaweza kudhani itakuwa taarifa njema, kumbe kwao itakuwa mbaya, kwa sababu wao ndio wamekusababishia. Wao ni furaha yao kwamba wewe uwe na yale matatizo. So ilikuwa taarifa njema, walimfukuza kabisa Yesu. Yesu hakuwa na kufanya, kwa sababu sio eneo lake, sio kwao. Wananchi wa eneo lile hawajampa kibali, kwa hiyo ilibidi aondoke. Lakini ule mtu, kitu cha kwanza kabisa baada ya yeye kuwa amepona katika ile shida, katika ule ndo wazimu, akiwa na kiza kitimamu, alimwomba Yesu aambatane naye awe katika msafara wake, kama ilivyo Petro, akina Yohana na wanafunzi wengine. Lakini Yesu alimkatalia, akamwambia wewe ubaki hapa umshuhudie Mungu hapa. So maisha yake yaliendelea katika ile eneo ambalo inawezekana ndio walikuwa wamemloga, katika eneo ambalo kuna wabaya wake humo. Yesu akamwambia kwamba aendelee kaa katika eneo lile. Yaani ni kitu ambacho mimi nilikuwa najifikiria sana, kwa nini Yesu akumchukua? Kwa sababu bila shaka wale watu hawakuwa na jema na ule mtu. Kwanza hawakufurahia na ile taarifa ya kupona kwake. Alafu pia hata huyu mwenyewe aliyempona
aliyemponya wakamfukuza. So nadhani hao watu hawakuwa wema, lakini Yesu akamtaka endelee kukaa pale pale katika lile eneo kule kule kwao. Yesu akageuka. So maisha mapya ya mtu yanaanza akiwa hana Yesu aliyemponya, wala akiwa hana foundation kubwa ya Mungu, ya elimu ambayo Yesu anafundisha kama kina Petro, kwa sababu yeye hakukaa kufundishwa. Yeye anachokijua Yesu kamponya. Anachojua Yesu ni mwema kwake, ndicho ambacho anakifahamu. Na anachokijua Yesu ana nguvu za Mungu. So anajua vitu vichache, lakini hivyo vitu vichache ndivyo ambavyo alikuwa kichwani mwake. Unajua, unaweza ukawa una elimu chache, hauna maarifa mengi, lakini una maarifa machache ambayo yatakuongoza katika maisha yako, yatakusaidia katika maisha yako. Na mwingine anaweza kaa na maarifa mengi afu yasimsaidie. So huyu mtu alikuwa na maarifa machache kuhusiana na Mungu, lakini hayo katika eneo ambalo wabaya wake walikuwa umoumo, watu ambao walikuwa umoumo, akaishi umoumo na akafanya mambo makubwa sana. Mimi nimepata kuelewa vizuri sana. Ukisoma historia yote hasa sura 5 tunaelewa sana kwa nini Yesu alimwambia abaki katika nchi ile ile. Pengine huyo mtu alikuwa hahitaji kukaa na Yesu miaka mingi ili amtumikie. Wako watu ambao hawahitaji kuwa na elimu kubwa sana ili wafanikiwe. Wako watu ambao hawahitaji kuwa na mitaji mikubwa sana, hawahitaji kuwa na connection kubwa sana katika maisha. Wao wamejaliwa kuwa na vitu vichache, kuwa na maarifa machache, kuwa na mwanzo mdogo, lakini wanafanikiwa. Wapo watu wengi sana wamezaliwa katika maskini mkubwa sana, lakini wamekuwa na mafanikio makubwa sana. So ni moja mtu ambaye ana-inspire sana kwamba Mungu, the moment Mungu amekugusa, the moment umeona nuru ya Mungu, the moment ambao umeshuhudia nafsini mwako kwamba Mungu yuko pamoja nawe, uwe na ujasiri sana, uwe na ujasiri na anza kufanya kile ambacho moyoni mwako kipo. Kama ni biashara, anza kufanya katika udogo huo. Kama ni huduma, kama ni kusoma, kama chochote, anza kufanya katika udogo huo. Tena usitake sana kuwa katika kundi, labda kuwa katika connection, ukae katika labda connection fulani ndio utazane utakusaidia. Hizo connection ambazo unaweza ukawa unaziamini, kumbe ndio waliokusababisha matatizo. So huyu mtu alianza akiwa hana foundation yoyote ya maana, kwa maana ya kuwa na watu labda wasaidizi, ya kuwa na watu wa sponsors. Yeye alianza na Mungu wake. Hii ni pointi ya msingi sana. Unachopaswa cha msingi sana uanze, hakikisha kwamba unaanza na Mungu wako. Iko ni jambo la msingi sana, wala sio kutegemea watu wenye fedha, kutegemea ndugu, kutegemea wapi. Jambo la msingi kwanza ni Mungu wako na kila ambacho unaanza nacho. Wapo watu wengi sana ambao wanakaa vitandani wanalia, wanakaa majumbani wanalia kwamba Mungu kama umeniacha, lakini ukiangalia Mungu ameshamgusa, Mungu ameshambariki, na Mungu anataka aendelee katika hatua ambazo kazianzisha. Mungu ameanzisha, lakini wewe ukiangalia pengine fedha ulizonazo unaona ni ndogo, unaona ufiki kokote, lakini kumbe Mungu hizo fedha ndo amekupatia na ametaka uanze. Pengine hiyo elimu ambayo unaona ni ndogo, Mungu ametaka uanzie hapo. Usione kuwa ni ndogo, uanzie hapo na usitake kufanikiwa kama watu wengine. Utumishi wa yule mtu haukuwa sawa na wa Petro. Petro alihitaji kukaa na Yesu miaka mitatu, zaidi ya miaka mitatu ili afanye huduma, lakini yeye mguso mmoja tu wa Yesu ulitosha kuanzisha huduma wake. Ni moja mtu ambaye ana-inspire sana. Yani ana vitu vingi, yani maisha yake ameanza miaka mingi hakuwa amesoma, alikuwa mwenda wazimu, kwa hiyo hana elimu, hana biashara yoyote aliyoifanya. So niseme kwamba huyu mtu aliyekuwa mwenda wazimu wa Gerasa ni moja mtu ambaye wana-inspire sana na akuinspire pia na wewe.